Poa TV, sauti ya wote. Sisi wakitaka kufanya mikutano Pemba, wanakodi meli inajazwa watu, wanakwenda uwanjani wanahutubia, wakimaliza wanaingizwa kwenye meli wanarudishwa Unguja, wengine wanarudishwa Dar es Salaam. Hawana watu. Tangu 95 Maalim Seif anashinda kata zote Pemba, anashinda majimbo yote Pemba, anashinda kura zote za urais Pemba. 95 kashinda, 2000 kashinda, 2005 kashinda, 2010 kashinda. 2015 mzee wangu yule, Mungu amlaze mahala pema, mimi ni mwanafunzi wake wa siasa. Maalim Seif ambaye alikuwa akizungumza akisema kesho ninazungumza Wazanzibari popote walipo duniani, hata mimi mwenyewe nitaacha shughuli zangu muda huo nimsikilize kiongozi wetu wa mageuzi Zanzibar anatuambia nini. Maalim Seif 2015 Maalim Seif akasema sishiriki uchaguzi. Na aliposema hashiriki uchaguzi, aliamini uchaguzi hautofanyika kwa sababu yeye ni kiongozi mkubwa wa kisiasa wa upinzani Zanzibar. Na hili nataka watu wa Katoro kila mmoja akalale alitafakari. CCM akamwambia unasemaje Maalim Seif? Sishiriki uchaguzi. Akamwambia wewe mzee unanitusumbua 95, 2000, 2005, 2010, leo unatuambia unasusia uchaguzi? Mtu ambaye tumekosa dawa zote za kupambana na wewe, leo unaingiza mpira kwa pani. Akamwambia tusubiri tutakacho kuonesha hutokisahau kwenye maisha yako. CCM hao ambao wenzetu wanatuambia tuwasusie eti uchaguzi hautofanyika. Thubutu. Hawa Maalim Seif 2015 hakushiriki uchaguzi. Kilichotokea, CCM walienda wakajitangaza kata zote za Pemba. CCM wakajitangaza majimbo yote ya Pemba. Matokeo yanatoka, Maalim anaambiwa mzee huku wamechukua kila kitu, anasema siamini. Wamechukua mzee kila kitu, anasema mpaka Pemba. Sio Pemba tu, mpaka kwenye kata uliozaliwa wewe na baba yako na babu yako nao CCM wameshinda. CCM hao tunawaambia tuwasusie, eti tukiwasusia wataogopa. Hawa Maalim Seif kahangaika miaka 5 bila kuwa na chama Zanzibar. Hana diwani, hana mbunge. Anahangaika. Haamini kilichotokea. Kamaliza dunia nzima kwenda kushitaki. Wanamwambia hayo mzee mambo ya ndani, wewe nenda tu mkamalizane wenyewe. Nimeibiwa, nenda kamalizane wenyewe. Miaka 5. Madhara yake Pemba leo kuna wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa nini? Kwa sababu hapa kuwepo wanachama wa Chama cha Mapinduzi, CCM ikamtangaza fulani kuwa ndiye mbunge. Tafsiri yake ni nini? Yule mbunge ana ndugu zake hata kama sio CCM. Si tumeelewana? Ndugu zake sio CCM, lakini ndo mbunge. Baba mdogo ni mbunge. Kukiwa na msiba kaleta mchele kilo 200 300, hamnunui tena. Sukari kaleta, mafuta kaleta. Mnaozesha katoa yeye mahari. Mnaumwa akachukua mtu kampeleka Kenya kwenye matibabu. Utaacha kuipenda CCM? Utaacha kuipenda CCM? Kwamba sawa jamani, mimi kweli sio mwana CCM, lakini baba mdogo ndo mbunge wa CCM. Tukiumwa anatupeleka Uingereza kutibiwa. Tukiwa na msiba hatuchangishani, yeye analeta kila kitu, ndo mbunge. Tukiwa na harusi yeye analeta kila kitu, ndio mbunge. Familia inaacha kupenda, inaacha kujenga mapenzi na Chama cha Mapinduzi. Matokeo yake leo CCM imeingia Pemba, ina wanachama. Kwa sababu Maalim Seif alisusia uchaguzi, CCM ikatangaza watu wake ni wabunge. Wale wabunge wakazibadili familia zao kwa sababu wameanza kuona matunda ya mtu kuwa mbunge na familia yao imetoa mbunge. Leo CCM iko Pemba. Lakini hata hilo sina uhakika kama Busanda mnajua. Watu wa Katoro sina uhakika kama mnajua. Zanzibar wanapiga kura mara 2. Mara 2. Baada ya Maalim Seif kususia uchaguzi, Zanzibar kuna bunge lake. Na tunaposema bunge sio hili la Dodoma. Zanzibar ina bunge lake. Zanzibar ina spika wake. Zanzibar ina rais wake. Zanzibar ina mwanasheria mkuu wake.
Zanzibar ina jaji mkuu wake, sio hawa wa muungano. Hata hii ya muungano ni ya kwetu sote, Zanzibar na Tanganyika. Mwaka 2017 CCM wakasema hawa wapinzani hawa wanataka mabadiliko ya sheria hawa. Maana yake CCM watairudisha, wataipitisha na makando kando yake watasema Watanzania walitaka katiba mpya. Kwa hiyo hii ndio katiba mpya tunayoiona. Bunge halina wapinzani, halmashauri hazina wapinzani, wapinzani hawapo. Haya mambo tunayatafakari. Haya mambo tunajiuliza, watu wa Katoro. Haya ndio mambo ambayo Watanzania tunayataka. Kwamba leo kipimo cha uzalendo ni kuacha kushiriki uchaguzi, kuipa nafasi CCM ipite bila kupingwa. Kipimo cha kutokuwa msaliti ni kukubali kuacha kushiriki uchaguzi, kuiacha CCM ipite bila kupingwa. Miaka 5 ya maumivu, 2020 2025, kwenye halmashauri zetu, kwenye bunge letu, tuendeleze kwa miaka 5 mingine iwe 10 ya mateso. Tusiwe na watu wa kusemea pamba yetu, tusiwe na watu wa kusemea mifugo yetu, tusiwe na watu wa kusemea ajira zetu, tusiwe na watu wa kusemea madini yetu. Geita ina utajiri wa madini, lakini angalia watu wa Busanda, maisha mnayoishi. Mali inatoka kwenye mgodi mkubwa, Watanzania wanaachwa waumie na mercury na zabaki kwenye migodi midogo midogo. Ndugu zangu, ninaomba nimalizie ili nimlete mwenyekiti wetu wa taifa, mwana sheria, wakili msomi Hashim Rungwe, naye awasalimie, aingie kwenye chombo chake kile akawahutubie pia na watu wa Geita. Tumeelewana watu wa Katoro? Wale wanaosema tususie uchaguzi mkuu tuwaache CCM peke yao, nyosha mkono juu. Haya, nikisema Chauma unasema nguvu ya ukombozi, sawa sawa? Chauma! Chauma! TV sauti ya wote.